mama. Leo nitapana hatua 5 zenye mwenye alikuwaka na waza kama njoo mwisho, Mungu akamprove kama haiko njoo mwisho. Kuna hatua 5 za mwenye alikuwa amevunjika moyo na kukata tamaa kwamba havitawezekanaka, kumbe haikuwa njoo mwisho. Kuna hatua 5 zenye mtu anaweza kupitia. Haiko njoo mwisho kwa sababu gani? Iko na vile watu wengi wanajua ukoo wako, bakolege yako, batu ya Kamanyola na Uvira, wanajua ukoo wako, wanajua hata familia yako, wanajua kama mwenyu hamyatokaka nyota, wanajua kama mwenyu bote ni batu wenye habana importance, wanajua historia. Sasa huenda na wewe unaanza mimi ile kusema kwamba hivi genealogy yetu tuko batu ya chini, haiko njoo mwisho. Maana sijui niseme hapa. Kile kenye huko na ogopa maisha yako, sasa ndio uko na kiogopa. Haiko njoo mwisho ya maisha yako. Vurugeni yenyewe uko napitia mwako, mkuple yako, watoto yako, haiko njoo mwisho. Unaweza kuwa uko hapa na watoto yako wamekushinda, ulizalaka 11, 19 au 7 au 3 na bote hakuna hata mmoja, na wewe unasema manake mimi nikikuyaka kusindikiza wengine mdunia. Ile maneno ndakuomba uitoshe mkinywa yako. Tena haiko bili yenyewe wanadamu wako wanakusemea, wanakukalifie, walishaka kukupanga jina. Mwanana tuko hapa ndio walishakapangiwa jina na hawajui. Mimi ni mwalimu na beto wanasimamaga hapa kwa madhabahu. Niwaambie stage hamjua. Kila mmoja anasimama mbele za watu walishaka kumpanga jina, ameweka utu. Kila wanasimama mbele ya watu, kuko majina zenyewe wanatupanga zenyewe hatujuaki. Sasa bakikupanga ya mbaya haiko njoo mwisho. Jana nilisema bakikwambia ukulu kichwa, esevyo kuna kichwa kawapi, utajua? Bakikwambia ulishachelewea kwenu ulichokuwa na 39 ans, wewe fille. Bakikwambia vile na njoo vile biko, utajua? Hapana. Kwetu wanasemaka mwenye anaambiliwaka benye iko asikasiri. Lakini juma hili tuko tunasema kwamba haiko njoo mwisho. Haiko benye banakusemea njoo mwisho. Hapana. Na usiamini yote ni watu wako wanakusemea. Bingine unakwenda vikemea ndani. Bakisema hautaendeleaka na unasikia kwa masikio, unasema sans effet. Bakisema hautaolewaka na unasikia, unakwambia tu sans effet. Usiwapiganishi, unasema tu mroho sans effet. Maana haiko njoo Mungu wako. Hawakujui, mnaiona tu masura za nje, lakini ndani hawakujui. Nilisema wanajua historia yako, jinsi ulizaliwa na kwenye huko. Kesho yako hakuna mwenye anaimetilize. Ni Mungu tu ndiye anajua kesho yako. Hakuna mwanadamu mwenyewe anaijua. Haiko njoo mwisho. Haiko jua alisema maana njoo mwisho. Hata kama shangazi yako alisema vibaya na haukumkosea, ni juu tu uliolewaka ukakosa mpaka msahau kuleta mbuzi, akasema kwamba yako itaharibika kwa nyumba. Ni shangaa ndio alisema. Sasa Yesu ndiye alisema nini? Kwa nini kutegemea wenyewe wanadamu wanasema, na unajua kuko mwenyeko au-dessus de la mêlée. Tuko na Mungu wetu. Nikisoma kitabu cha Hesabu, mimi naona mtu mmoja akaenda lipa, sijui kama muombaji kama magicien na waza mimi sijui, kuya unilaanie hapa akampa franga, akamlipia transport, kuya unilaanie hapa. Msomo 13 nafikiri kitabu cha Hesabu. Na yule mtu alipia na mashamba zote, anaenda anatoa dhabihu, anataka kwenda kulani. Mungu akamsufle pale kwenye alikuwa anafanya madhabahu. Baada watu
hautabalaani. Wewe ufike tu pale. Vyenye nakwambie njoo tabu. Kisha pipa na tumikia mshahara. Na akakuya anakuja anataka kubaliana asema mubarikiwe. Mubarikiwe. Mwenye alipa pesa anasema bwana mimi nakuambia balaani kwa Mungu na wabariki. Akachua akasema mwenye Mungu alishaka bariki mimi siwezi kulaani. Piga kelele na shangwe sana. Utalaani nchi mwenye Mungu alishabariki. Maisha yako haifichami mkono ya machao benyoko na ugopa. Bana kushitulaka na ile magrigiri zao. Banaweza kushitula. Lakini haiko njoo batamaliza maisha yako na Mungu angana anaruhusu uishi hapa. Amen. Au unanisikia? Adama drone zipigwe hapa. Zimalize bengi. Mewe mwenye Mungu alisema kwamba utapita katika bonde la uvuli wa mauti wala hautakufa na hautakufa. Sema sitakufa. Sema kwa sababu kuna sitakufa. Nikauliza soda siku moja amogopake vita. Aseme hata zilie sana. Mimi napanga najua nyeta ni uwaka hayatoka kama Mungu. Hayatoka kama mwizi. Wala lafua. Na ya mtu anasema sasa ndio asema naona yangu nyeta ni uwaka hawayatengeneza. Na sisi Wakristo lazima tuwe tunajua hata shetani avinya unaweza kumwambia avime kwa yata vimbia lakini siku zangu ni Bwana anazihesabu. Haiko mwanadamu. Mtu asikuvunje moyo. Niliambia wote wenyewe waliishiwe examen d'etat. Nikwambia usivunjike moyo. Kwa sababu haiko kukosa examen d'etat ni moja ndio mwisho ya maisha. No. Na haiko kupata diploma wa kwanza ndio kupata maisha ya kwanza. No. Sitawachekesha, niko nafanya master complementaire. Panadu mwana nifundisha kama mshede, nilimfundisha tu ni msawa kanisa ku kanisa letu la Nguba Sepaki nifundisha. Après serikali inasema niwe mko na lisansi kama system LLD form mfanye master complementaire. Na juzi mbele nilikuja hapa mwenyewe nifundisha kanisa kwa docteur anaanza nifundisha na mimi. Mama kema. Mimi naikana mimi nifundisha. Sasa kumi alishaendelea anaanza nifundisha. Nikimbie. Nasikia haya. Leo nakwambia no prof. Na mimi ananiita prof ndio nifundisha. Sasa nipasa prof. Kwa mimi sijakuwa prof. Wewe ndio prof, unifundishe tu. Usinifundishe. Sio nipigie Bwana Yesu makofi. Haukupata diploma hii mwaka, maana diploma hazitakuyaga tena. No. Yako baba wanachunga siku ya kuisinye. Ndio maana Mungu asikuvunje moyo, Mungu asikuderange, Mungu asikuchezeshe. Ukisha Biblia inaniambia mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale imepita, yote ni mapya. Kama ulishaamini Kristo, tulia tu. Bana kujua nishatosha mamimba seti. Sawa, mbona nishakamini Kristo? Utanisalia mimi Kristo alikuwa mpya. Kama bikira ya kimwili nitokaga bikira ya kiroho iko. Hapo mnasikia hata. Bikira ya kimwili inaweza kuondoka, ndio kiingia ndani ya Kristo, anakupa virginity ya kiroho na unafanya upako hapa. Kwa hivyo nisabirie niona jua mekule mbele. Mimi najua niko na Bwana wangu. Sema amen. Haleluya. Nasikia ufunguliwe katika jina la Yesu. Nasikia ufunguliwe katika jina la Yesu. Nasikia Bwana ametugusa, akutembelee, afanye ishara katika maisha yako. Utoke hapa ukiwa na imani mpya. Amen. Narudia kile natoka kusema. Yesu akapata
Napana mfano mtu mmoja kaajiri mama walikuwa settle wakasikilizana. Alafu dinari moja wakaanza kazi settle. Alikuta pengine 10 mkele ni kazi. Dinari moja akakuta pengine 12. Amna kazi kuya. Unachika dinari moja 15 17 mbele wafunge kazi. Akakuta pengine mbona unachelewa na hapo wakaenda kazi. Sasa anaanza kukula pesa. What? Dinari moja. Bale wenyewe walishinda. Bakaanza kumwambia mzee, uko injustice. Kwa maana wanatokea sai na shime tulikia tangu asubuhi moja. Kamwambia ni business yangu. Na tulisikilizana. Mungu ndio vilalivi. Wewe mwenye uliokoka miaka 40 na mwanakuya anakoka leo jana. Usijivune. Usijivune. Haleluya. Amen. Sema haiko njoo mwisho. Haiko njoo. Sikiliza mbele twende tuombe Mungu. Yohana ameleta mfano ya mtu mmoja hapa. Yesu alikuwa anatembea siku moja na kwenye anatembea kafika. Kumbe mahali aveni wanajuana. Kuko mtu mmoja pale ni kipofu. Yalikuwa anazaliwa. Banafunzi bakakumbuka mafundisho ya desturi ya babu zao. Bakaanza kuuliza hivi, sasa mzee, tuambie sasa leo huyu ndugu tangu alizaliwa na mpaka sasa utu explique bien. Yenjo alifanya kazambi au wazazi yake? Kuna nyakati tunafikaka kwenye watu wako wanajipoze kesho juu ya maisha yetu. Unaingia mkanisa usiku na mchana maisha yanadidimia. Kwa hiyo anajipoza ma question. Yesu akamwambia hapana. Huyu hakufanya dhambi. Na wazazi yake hawakufanya dhambi. Iko vile tu kusudi kazi ya Mungu izihirike ndani mwako. Amen. Na kwa kana vunja wa Kristo moyo. Kwa mfano huyu mimi nataka sema. Mimi na wazaka ni mfano haiko Biblia. Mimi na wazaka. Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni nini? Na maombi ya mwenye haki ni nini? Parfum, si vile? Sasa mimi na wazaka kuna benye Mungu hayajibiaka. Tout simplement juu maombi yao ni parfum mbinguni. Hauchanganyikiwe. Kama maombi ya mtakatifu ni parfum, Manake wewe ndio maombi yako kwa mtakatifu na kwako na parfum mbinguni. Asubuhi una parfum, mchana una parfum, magharibi una parfum, asubuhi mchana. Unapenda Mungu akujibie mbio. Nani mtakuwa na parfum mbingu? Anajua kikuchilia au utaweka cheo mlikutana. Anasema hapana, abakie kwa pale mpaka sasa ninapata na plasa. Mwenye atakuwa anafikisha parfum mbinguni. Njoo maana hata kama unaona majibu Mungu hayajibii. Hayo kusema kama uko mwenye dhambi, hayo kusema kama manake wewe hakujua. Anaweza kuwa anakujua na anakaa kimya. Kukaa kimya kwa Mungu haiko sinonimi ya kusema kwamba haiko anasikia. Kwanza asiseme kuliko aseme. Bakafunga Petro. Jana baliua Yakobo. Bakafunga Petro. Kesho naye batamuua. Maandiko yanasema watakatifu kanisa la Bwana likanyo maombi. Mungu Baba, Petro asuwa. Petro asuwa. Petro asuwa. Kumi baka wanaomba, mbingu zilifanya intervention rapide. Mbingu zilishafungula prison, alishatoka minyororo na kanisa halina habari. Hivi mnapeleka mpaka mfunguliwe. Sasa Mungu hatafungulia. Balisha mfungula na watakatifu wako maombi papa. Hawana habari. Na wako wanajua. Mungu Baba, Mungu Baba Petro. Biko wanajua wanasikia Petro anatoka kwa mlango. Mnifungulie.
mnifungulie. Wewe na ni Petro. Acha wewe. Mungu Baba, Petro funguliwa. Petro funguliwa. Tena mnasikiliza sema Petro yuko kwa mlango, toka pale wewe. Mzimu wake ule. Unaona Mungu alishafungua, alishafanya ishara, watu wangai wanangoja mafunuo. Pour moi hata haseme lakini nione majibu yangu. Sema amen. Hata hakuniambia nione majibu yangu. Ile ndio susi. Amen. Yesu akaanza kumwambia ya kutosha. Jambo la kwanza, akamwambia, akakuya akatofula matope, akampaka macho. Ulifuata pale vizuri. Kisha akamwambia, kwenda unawe kubilika la Siloamu. Huyu mtu naye akachomoka, balisha mpaka na matope, akaenda akanao. Biblia inasema saa alimaliza nao, njoo aliona. Njoo nilikwambia, hata kama haiko njoo mwisho, implication yako inahitajika, imani yako inahitajika. Bana mpaka na matope hajaona, atakuyaona mpaka alisha nao. Njoo akaenda tu, akafika kubirika, alipomaliza nao njoo akaona. Sasa na mimi niambie, nini limuongoza kujua kama ndio Siloamu hii? Ina maana kwamba ukitembea suzodre ya Yesu, kwenye hakuna njia kutapatikana njia. Au unasikia, kwenye hakuna mlango kutapatikana mlango. Yatosha tu ni Yesu alisema enenda. Naona mtu mmoja katika Biblia akataka sema Bwana sitaweza. Mbingu zikamwambia enenda kwa uwezo huo. Maana hivi Mungu alishakutuma uende. Mungu akipanda mission na anapana provision. Mungu akikupatia kazi atakulipa. Hata kama wanadamu hawakujua, hawakuone, atakulipa. Amena. Kuko sasa tunajiwaka kwa tunatumika mkanisa na hakuna mtu na shukrani. Hakuna hata mtu anakuona. Wewe fanya tu. Hapana sema mbona hamuniona? Hakuna watakuona. Nani akuone? Hii dunia si bangependa ubomoke ataanza kubomoka. Ulishakuwa na kiburi. Ukihubiri vizuri ni problem. Ukinena kwa lugha vizuri ni problem. Ukitabiri ni problem. Ukiimba vizuri ni problem. Unataka nani akupigie makofi? Wewe nenda tu. Utumikie Mungu wako. Huyu Mungu akaenda, Biblia inasema akafanya nini? Akapona, akarudi. Sasa anarudi. Njoo ni hatua ya kwanza hii, uichunge. Sasa anarudi. Bale wenyewe walikuwa wanamjua. Bakagawalikana. Mmoja akasema, "Wow! Ule alikuwa kipofu anaanza ona." Wengine wakasema, "Hana haitwaye." Wengine wakasema, "Anafanana." Sasa sikia makafuyo akasimama akasema, "Ni mimi, msijue bure." Wakati ambako vitu tunasema haiko njoo mwisho, jambo la kwanza Mungu anafanyaka, anachanganyikisha kwanza wenyewe na kujua. Bwana anasema kwamba ni wewe wala haiko wewe. Mimi niko naona mtu mmoja hapa mwenye baada ya hiyo mkutano watu watachanganyikiwa, watu watajiuliza ni wewe wala haiko wewe. Utamwambia msitaswe mie njoo huyu. Ile ni hatua ya kwanza. Chuma kana sikia. Ni yeye. Anafanana. Wengine nasema mbona sawa yeye akachanganyikiwa. Maana anturaje yetu kwanza ndio inachanganyikiwa. Anturaje propre yetu. Ndio anasema alishaokoka, Biblia inasema hapana haikuwahi. Bana changanyikiwa. Kama unachanganyikisha anturaje yako, ungali na deni ya Mungu. Amen. Iko shida kama hata kolege yako hawajatoka kama umeokoka. Vyenye wako wanafanya na wewe ndio unafanya. Iko shida. Inabidi ujidemarke. Vyenye anturaje yako anafanya ndio mbaya. Usilinge. Alafu watakuwa wanajiuliza ni wewe wala haiko wewe. Kisha ndio utawaambia ni mimi, msichanganyikiwe. Mungu alisaidie maadui yako, majirani yako, sawa na kuona banunue malinete za mke waangalie kama ni wewe.
Amini kondoko sana. Yaani banunue malimete mafilme waangalie kama ni wewe. Ukishona bako wanaangalia mulupe eske ni wewe, unachomoka tu na bambia ni mimi. Haleluya. Pokea ile neema katika jina la Yesu. Nasema pokea ile neema katika jina la Yesu wa Nazareti. Inabidi ujipite kwanza, uende vile Mungu anataka. Usiende vile wanadamu wanataka. Tumia imani yako. Utumie tu imani yako. Usingoje makelele za watu. Tumia imani yako, uende na utaona muujiza itaonekana. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, Biblia inasema juu ilikuwa siku ya Sabato. Hawa watu wakaenda kwa wakuu wa Farisayo, wakamwambia sema, tunaona mtu mmoja anafanya kazi leo Sabato. Anafanya kazi gani? Anafungula mtu macho. Anatumika leo Sabato. Tulisema kama siku gani ile tena ya Sabato? Siku mke ni siku gani? Siku ngapi? Mungu akubariki sana. Siku ya Sabato anafungula mtu macho kweli. Siku ya Sabato. Sengacho yule mtu ameketi kipofu. Bora tu aheshimie siku ya Sabato. Bakatwani yule mtu bakambeba kwa macho. Njoo alifungula macho siku ya Sabato. Ona jinsi dunia hivi. Maana wao baki yake tu. Kwa hiyo ungepata msaada, banangoja sherehe gani njoo pata hapa. Mungu wetu hamtaki Sabato, hamtaki leo Mercredi, hamtaki janvier, hana muda. Leo sudi temps, yeye yuko vyote. Sasa sote baki sema bamfunge mchana asubariki, atakubariki hata usiku. Bachamba kuzunguruka usiku asema asubariki, atakuya mchera. Akasema leo hatupendi, atakuya midi makibloke, atakuya magharibi makibloke, atakuya sabu na hata mmoja macho ya kubdimone ishe ndio kubariki. Atakubariki na macho ya kubdimone uko pale. Na wengine wao kwa televisheni wanakuwa shtuko na chomoka. Ulishabarikiwa. Napenda Mungu sana kwa sababu haulizaki. Mwimbaji mmoja anaimba, ungeuliza watu hawangejibu na nibariki. Lakini nashukuru ndio haukuuliza watu. Kama Mungu anaweza uliza watu juu yako, unapotea mlango. Hakuna mtu atakusemea. Hakuna. Sababu watu wanatafuta ungekufa hata leo. Kumbe hiyo presence yako tu ni jaribu hapa. Kuko benye kale kabote kadogo huko nako ni jaribu hapa. Na kuko benye hata ile sura mbaya huko nayo ni majaribu kwako. Hatua zote ni shida. Juu tungali hapa chini ya juu. Hapa chini ya juu ni makonfusion, lakini tutakapofika mbinguni hakuna kuchanganyikiwa. Biblia inasema wakampeleka. Sasa wanamfikisha kule kwa Mafarisayo. Mafarisayo wakamuuliza tena, ilikuwaje? Na alikuwa nani? Akamwambia ni yule Yesu wa Nazareti anakuja. Akanitoa tope kwa macho, kisha akaniambia nende Siloamu ninawe, na hivi mimi narudia niko naona. Wale Mafarisayo ndio madoktori ya sheria, wanayua teolojia, wanayua kila kitu. Wakaanza ambiana hivi. Wamoja wakasema, huyu hakutoka kwa Mungu, maana haishiki Sabato. Premier group. Deuxième group ikasema, hapana. Wakasema, awezaje mwenye dhambi kufanya ishara sawa hizi? Hatua ya kwanza, bamkatie ndio balichanganyikiwa. Hatua ya pili, bale benye banazaliwa kuwa ndio banaelewa tafsiri ya maandiko, nabo bakagabulika au sehemu. Pamoja hakutoka kwa Mungu, bengine wakasema hapana. Hata kutoka kwa Mungu, hatuone kwenye dhambi anaweza fanya kitu sawa hiki. Mungu anitilie makonfusion mbali wote benye baliwai juu yako. Bale baliwai juu yako, Mungu abatie makonfusion. Nasema bale baliwai juu ya maisha yako, Mungu abachanganyishe mpaka bakabulane, baba kuita
kwa njia moja, lakini Bwana atawafukuza mbele yako kwa njia ngapi? 7. Maanake watachanganyikiwa. Tumuue, begeni tumwache. Tumuue leo, tumuue mtoto mbele, batatoka pale hawaelewani. Na hivi nakutabia katika jina la Yesu. Pale